Ushirikiano ni kitu muhimu sana, lakini ushirikiano unawezesha sisi kufanya mambo makubwa. Ndio maana kwa mtazamo haraka mimi bado ni mgeni, lakini nikitazama naona kwamba Korogwe inaenda vizuri. Korogwe ina mshikamano, lakini watu wa Korogwe wana upendo, lakini watu wa Korogwe wanafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo na mimi nitumie fursa hii pia kuwaomba ushirikiano kama ambavyo mlikuwa mkifanya siku zote, niwaombe kwamba tushikamane, tufanye kazi kwa pamoja. Lengo letu ni kumwezesha mwananchi wa Korogwe kuweza kupata huduma bora, lakini kupata huduma kwa wakati, lakini pia kumwezesha wilaya yetu kuweza kufikia malengo makubwa katika kukusanya mapato, lakini kufikia malengo makubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo baadaye miradi hii inaenda kuwasaidia wananchi wa Korogwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhusiana na siku ya leo, mimi niseme tu kwamba ukatili wa kijinsia ni swala ambalo linakubalika katika jamii sio tu ya Korogwe, lakini katika jamii ya Tanzania, lakini katika dunia kwa ujumla. Kipekee kabisa nipende kuchukua pia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya ya kusaidia kupinga ukatili wa jinsia. Mheshimiwa Rais ametuwezesha sisi wanawake kupata mikopo ya 10%. Mikopo ile inawezesha kuinua kipato cha wanawake. Mwanamke akiwa yuko vizuri kiuchumi hawezi kunyanyasika. Kwa hiyo hii jitihada ya Mheshimiwa Rais ya kuinua kipato cha wanawake inaenda kupunguza kasi ya ukatili kwa wanawake, lakini pia kwa wasichana. Kwa hiyo mimi niwaombe akina mama tuwahimize watoto wetu wa kike, lakini na sisi akina mama tujiunge katika vikundi tuweze kupokea mikopo ya 10% ambayo inatolewa na Mheshimiwa Rais na inatolewa bila riba, ili tuanzishe miradi mbalimbali ya maendeleo, miradi ya kiuchumi ambayo itaenda kuinua kipato chetu na hatimaye kwenda kupunguza ukatili wa kijinsia. Ukatili sasa sio watoto wa kike tu. Ukatili uko mkubwa sana kwa watoto wa kike. Tulianza kuwapigania sana watoto wa kike, kila mtu anaelewa. Sasa hivi shule zote nzuri katika nchi yetu za watoto wa kike. Kwa hiyo watoto wa kike wamewezeshwa, wanasoma vizuri, wanajiamini. Watoto wa kiume wanaacha wapi? Nyie ambao wengine ni wazazi kama mimi, wengine tuna wajukuu. Ikifika kwenda kutafuta shule ambayo ni nzuri yenye maadili kwa mtoto wa kiume ni kazi kubwa kweli. Kwa hiyo watoto wa kiume tusiwaache, tunafunza swala la ukatili na swala la fursa, na hili lisije likatugawa. Mpango wa Mungu wa kuendeleza kizazi, ndoa ni ya mtu mke na mtu mume. Sasa huko kwenye mitandao ambako huko yanazungumza mambo ya ukatili, haya yanazungumza swala la kila mtu na maamuzi yake. Kuna kitu kinaitwa transgender, kuna kitu kinaitwa yani ndoa ya mwanamke kwa mwanamke, ndoa ya mwanamke kwa mwanaume. Hii inaleta chukizo kubwa sana mbele ya Mungu. Viongozi wangu wa dini sana na Kristo na Mungu, na katika chukizo ambalo ni chukizo kubwa mbele ya Mungu ni swala